korekana kera rituko nabariki baitu beandirete chingaki Chinsa aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'umubwekano. Ege n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Murigereria Ensoko TV no basonde ya Chinsa Isano na Ibere cha Afrika ya mocheri tukerigari 15 na kabiri mutinyo gatatu mwaka w'Ibere 2025 na rimo no kugena kwane no kwagendere bya kurandonsi ya sore kurweke mambe na bwega no gendera tukubate mirobiri yonsi Ensoko TV wikira bwongana nengo kwarigania eritu yanyora Amayia sinchira yo bwenge na basiki baito bayariganirie asomo basobone irikwene kina kuyanyorore na ebo igo bwemanye ali agendera tukokorekana ya itire na bwigo ayara chikobwatia ase ritko rya lero yabwati weterase enchiro mutandao wekera Facebook robega sesemeria ya YouTube Ensoko TV tusange asubwa mogo chakerbono wiko mwerio eliteriane Ishmael Mogere. Asomo chakano mu basobono ekiombe gya Center for Africa Progress nigo kia bwatukiro roboti rwebirengero libyaba na inchi be county ya Kisii igoro yobo chorio bonene buri busyo asekeru kyobo governor korengana ne kiombe kyo nigo basangereretie ebirengero libyaba na inchi chilifu isato asabange barorekanire ko moko boko Ezekiel Machogu ase ebirengo bya 40 na Isano na isatu nabo igo mu governor bono Simbarati ebirengo bya 20 na kyanda onyendiri chikura chene kigwa bono iga. The sampling was random in itself, which means, the questionnaires were not being given to pre-identified people. So out of the 3,000 people, we talked to 1,260 said if the election was held today, their candidate of choice is Dr. Ezekiel Machogu. 1,260. That is 42% of the people we sampled. Now, 29.8%, that is 894, 29.8% said if the election was to be held today, their candidate of choice is the current governor, who is His Excellency Simbarati. Then 12.4% settled on Dr. Kondari and 2% on Lumumba Nyaberi. 1.2% of course settled on the other candidates who I'd call fringe candidates. They've not done a lot of work and they're not very well known. Then we have 12.6% of the people saying they've not made up their minds. So that is under the banner of undecided. So Ezekiel Machogu for 2%, Simbarati 29.8%, Dr. Kondari 12.4%, Lumumba Nyaberi 2%, others 1.2%, and undecided 12.6%. So that is what we got. And obviously what that means is if the election is held today, we will not have Simbarati coming. Arena yo mobunge bwensemu ye bunge ya Kiharundi ndi nyoro nigatukutirare budget ye nyumba yoborai bwense aigasu mucho Nairobi yure chibilioni 15 ne mukinu gutakyanda so mwaka w'ikibesa w'ikilifire 25 nemo budget yo ligo ya irere liberera linene nabo ikokuchaka gukwanirwa egati yabarai aona bananchi asaba tabemeremo ne mengensi ya Kenya etekeire gokorerwa kagukwana se Chinsemo cha Kabirwe county ya Murang'a nyoro nigo atebire kali goika erigererie amangana yengencho ase ense kubwa ayatari nengencho. Sasa tuko harakati ya kutengeneza bajeti. Mimi nataka ni address our leaders. We cannot have one office being allocated 17 billion Kenya shillings. Na wanaitisha in the next financial year 20 billion shillings. Ofisi moja. That is money enough to confirm all our JSS interns, all the 44,000, into permanent and pensionable terms. Badala ya hizo mabilioni zinawekwa katika ofisi moja, mimi nauliza wadosi wote tafadhali, let us put Kenya first. Tafadhali hata kama tunaenda mwaka wa uchaguzi na pesa inatakikana ya kuhoga wa Kenya, ni sawa, wewe weka ile unataka.
Lakini mambo ya kampeni ni pesa yako, sio hii ya raia. Wewe kampeni weka ile yote unataka, pesa yako ya mfuko. Hii pesa ya public, hii bilioni 17 na 20 billion next financial year. Instead of wasting that money in political sloganeering, that money is better off funding our education sector or our health sector, and there are specific areas that money can do. So that tumepewa kazi na jukumu ya kuongoza, tuvupishe ubinafsi tafadhali. Tuweke Kenya mbele, kwa sababu Kenya hatutakumbukwa kama viongozi na ile pesa tuliaccumulate. Tutakumbukwa na ile kazi tulifanyia nchi yetu ya Kenya. Toyamu watu itu. Asense moyende chinga kyobo tutukanu bagenderete kwa nekiwa sinya gitari ya Nairobi goro yobrai bwaye ni gomrai wense Dr. William Samuel Ruto asenkwana ya kurense moya Mount Elgon buna nigo banya gitari ya abubo igobare asobo korali bwenya gitari ye yo bwegeta sare na kugania obokonyi erigwikirani obokorali oboikirano. Ruto ligasingirere buna tali gucha gwanchirana enya gitari iyo koirwa n'abantu batabwati ekerenga ekia gucha senya gitari iyo. Ruto nigo boigo amochirensemo ekwamerere serikali ase okwenike chinkwana choborimo igoro yokoniwa kwenya gitari eyo ya Nairobi Hospital. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution, hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. I want to tell the brainless opposition, find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamjui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Unajua wale watu those brainless opposition, they are just scavengers. Scavenging on any headline. Oh, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua, wacheni ujinga. We are going to stand by Nairobi Hospital. Nairobi Hospital is a public institution. It is an institution that serves the public of Kenya. And we are going to defend the right of Nairobi Hospital to exist. We are going to protect Nairobi Hospital from charlatans and crooks and conmen and fraudsters. And we are going to stop at nothing until we make Nairobi Hospital what it always has been. The premier hospital in the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni bwana? Mount Elgon hoye. Tumekubaliana ama hatujakubaliana? Tumekubaliana? Obo waziri Wycliffe Oparanya nigaruro kobore guchia sabaremi gosimeke kawa sobonge erikwenyorera eng'eri gwetera oboremi asebo igo arireire yogochia kurwanirira aba kugendera kurwanirira abaremi bekemerie kie kahawa eri bagendera kwenyorera eng'eria yabo anene asabaremi be kahawa abwo barachikonyora shilingi 150 nomo ase kile yemo ukono kura sensemo ya Mount Kenya asetaro yomurai bwense William Ruto mubunge bwensemo ya Kimilili Dismas Baraza nigonere aruro kobore gochase omurai bwense komwa kwene kibuna enseme yinero kwagachirwere eskuru na boigo kisemi ngosiro chire ase ebirengo biwenerete. Hawa wengi wanapeleka kahawa yao jirani. Najua wanafanya hivyo na hawezi kusema hapa. Si ndio? Si ni kweli? Ukasema kwa sababu umefanya mambo huko Nairobi vizuri. Umelainisha wale brokers umetoa katika Nairobi Coffee Exchange.
ukaamuru tutoe hapa mtu, tukatoa hapa mzee Mamboleo. Ako hapa mzee Mamboleo. Mheshimiwa Rais, uliamuru tutoe hapa mzee ule anapanda kahawa kwa wingi, angalie mambo ya coffee marketing ya hawa watu. Tukatoa hapa mzee anaitwa Mamboleo. Mnamjua? Huyo mzee ako wapi? Huyo sasa ndio ako Nairobi Coffee Exchange, ndiye anasaidia hao watu kuliko kupeleka coffee yao huko jirani wapeleke kule Nairobi. Ni wengi wao sasa wanapata pesa zao vile inatakana. Ya mwisho inapitia kwa cooperative, unajua hayo mambo. Ya mwisho uliamuru ile teni ya milling plant hiyo itupuliwe mbali. Hilo deni vile uliamuru tumelipa shilingi milioni 14 kupitia kwako kumaliza hilo deni la cooperative. Tumewaachia shilingi 1500 wenyewe wajipange na walipe hiyo. Na ile 14 umelipa. Kwa hivyo nataka nimuhimize mupande kahawa kwa wingi, hapo iko pesa mingi na sisi wenyewe tutajipanga tuone wananchi wanapata pesa kwa wingi. Asante. Mheshimiwa, mimi nakuomba kuongezea yenye Mheshimiwa Fred Kapondi amesema. Wananchi hawa wa Cheptais na Mount Elgon zamani walikuwa wanajulikana kwa vita ya kupigana, lakini saa hii hao ndio werevu wenye kupenda masomo. Kwa heshima ya sehemu hii, Mheshimiwa Rais, Mount Elgon peke yake ndio haina national school katika Jamhuri ya Kenya. Mimi naomba Mheshimiwa Rais, ile shule ya Cheptais High School na ile ya Kamsokoni High School uipandishe cheo ikuwe national school, ndio sehemu hii pia kuwe na kazi ya kusoma kwenda mbele. Asense muyendo seneta bwe county ya Kericho asense muyo kwegerera obokoreri bwe serikali ni gairire buna serikali rigegendere twika mono asense mo ye chisemi eri kwenekiana aborokwa bonsi gochakira ase chiskuru choborosi weka chi university ne college nkonyora bare obokoreri obwekeranu nabo igo chibesa nchiraroro chikogenda eri gosira amasoma abo Aaron Cherioti ase enkwani yaye nigo boigo aigereire omuroberio OCBC oyo atebere gwikira bodi serikali nigo yegakire ase omuroberio yo erio kwenekino tutukanu bwarenge aroro bwarusi gwaro nabo igo omuroberio yo nogenderete gwikiranigwa buna ebwenerete ne serikali erituko. When this administration took over in 2022, there was confusion over CBC. People didn't know whether to go to high school or remain in primary. All that has been handled. The president did put a task force led by very eminent scholars. They developed a roadmap and we marched it complete with good funding. I don't know if it is possible to ever find a government that year on year, including this current financial year that we are in, accommodates and budgets for over 700 billion shillings in the education subsector, the way it has been done by the Kenya Kwanza administration. For our learners, right from ECD all the way to university. Year on year, education has been the biggest spend of this administration because we understand and we appreciate that education is the only chance that many of our people, when you develop your people, you develop your country. That is why we have improved, first of all, on funding to education. We have also reduced the teacher-to-student gap ratio. In less than 3 years, this administration has employed over 100,000 teachers posted across all the schools of our republic because we understand that our learners need to interact with their tutors at a closer proximity, and a lot more shall be done in that particular space until we bring it closer to the global standards that are expected. We continue also to invest, like you have seen in this institution and what is happening in many other institutions across the country, in infrastructure in our schools so that our learners can get conducive environment and things can always improve and get better for them. So I want to challenge our critics, give us a better plan than what we're already doing. Don't just speak to us about theories and saying, oh, education is facing this or the other challenge. We know that there are challenges, but tell me anything in life that doesn't have challenge. Everything has challenges, and it's always about surmounting those challenges and making sure that we have done things better. I can proudly look anybody in the eye and say there has never been an administration that has put as much effort in the education sector
like this broad-based administration has done. And for that, we continue to celebrate, and we know our learners will benefit immensely out of it. Biamano hasoko choren soko TV buroso bomu gusina buyo kubwatia Amayia asenjere yobwenge Chinsa Isano nebere chiabon mbosoga ndara kubwatia merobrende ya tigere aseri tukorigima nakwaneri ritukoriya wikeri yankeriterane Ishmael Mogiare. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Maiga yuko kura magendro asinsemo awule chisemi obochenu obulimi amache obuoka chinyumba egati ya mange asentundeye omugabana we county ya Kisio Muske Paul Simbarati bononiga ukwarigania asomwe gomo nekigima bwoko bakirori aso kwarigani chitinga cy'Polisi chipara ime ye county ya Kisio umwigoyo nigura kurikana litukule Jumatano kitariki 17 cy'umutinyi gatatu bo mwako y'ubwicirwa Ibere Ibere